mimi kwa siku ya leo naonekana kwamba nimedhalilishwa na binti yako. Hakuna binti ambaye mimi nishao kumtafutia mchumba halafu akamdharau mchumba na kumdhalilisha kama binti yako. Mimi kitu ambacho kimenileta hapa mzee wangu, naomba unambie hivi, huyu binti yako Linda ushampimisha kweli kwamba hana majini, kwamba akili yake ipo sawa? Au ana jini mahaba huyu mtoto? Maana sio bure kwa kweli. Mwanaume ana kila kitu, amejeneza kwa kila kitu. Nikisema kila kitu kinajulikana. Lakini anamtoa kasoro ngoti, mwanaume haongei. Anataka ongee aje sasa? Bwana Zoazoa, wakati ulivyokuja hapa, mimi si nimekwambia? Nikakwambia ndugu yangu, binti yangu mimi namfahamu. Sawa bwana. Haya maradhi ambayo anayo mpaka leo sijajua ni maradhi ya modeli gani. Hakuna mashehe hawajakuja hapa. Nasikia bwana kumsome. Na mimi nilikuwa nafika kama ndio hivyo ana majini. Labda ana maruberube. Labda ana masubiani huyu. Ni mashehe wote washapita hapa. Hakuna cha jini wala makina jini. Wanasomaga na watazama hivi. Hakuna kitu cha kuruka wala nini. Mwelewa vizuri. Kwa hiyo ni tabia, ni katika moja mwa kitu ambacho yuko katika yeye. Na siwezi nikakudanganya. Mama yangu hakuwaga hivyo. Mwadada zangu wote hakuna tangu na tabia hivi. Sijui kazoazoa wapi tabia. Labda wakona makona na marimu mke wangu, labda sijui. Labda kuna mtu kabisa atakuwa labda amerithisha binti yangu tabia za hovyo sana. Maana ni tabia ambayo haieleweki kabisa. Mimi nimekwambia hivi, wewe unajiona na warabu wako wote. Nimwite hapa, uone kama hata ukutoka kaso. Anakutoka kaso. Kiukweli kwa hii tabia ya binti yako, kiukweli ataharibikiwa. Jamani, mimi naomba tu labda tusaidiane tu kwa dua. Najua nisaidiane kwa dua. Itabidi siku moja nitangazie kijiji kizima, kila mmoja anifanyie dua kwa niaba ya binti yangu. Yaani mwenyewe hapa sina raha na hii tabia ya huyu binti. Kiukweli kinachobakia ni dua tu. Hapa ni dua, tusaidiane kwenye dua. Maana kuna vitu vingine hautapigana naye. Maana hamdaiani. Mwelewa vizuri. Ndio. Nilikuwa ni biashara tunapiana. Tunaendelea biashara zetu. Lakini sasa sio biashara. Ni masuala ya moyo wake sasa. Sasa ajitaki. Sasa mimi nitafanyaje? Nitafanyaje? Kama mzazi, siwezi nikamfukuza. Nitamfukuza ndio kwa nani? Haiwezekani. Mwelewa vizuri. Ni dua tu, tuombe dua. Kuna Mwenyezi Mungu akafanya miujiza yake kama alivyotenda miujiza katika Mwenyezi Mungu ndio muujiza usiku na mchana. Kwa hiyo tumlilie usiku na mchana. Wewe akafanya vizuri. Na kushukuru bana kunidhania khair. Na kushukuru bana kutafutia nani wako pamoja na kwa ni swata. Basi mimi nashukuru pia na mimi kwa kunikaribisha na kunipokea. Na pole sana bana, pole. Nimeshapoa kwa kweli. Wewe tukutane baada ya salatu magari tukutane nikunileta kahawa. Bana, siku nyingi sijanywa alkasusu bana. Pozeshe bana, twende bana. Mbona kama vile uko sawa kweli? Niko sawa, mbona unasikia? Naona umependeza. Kawaida. Sifa zako nimekuwa nazipata, lakini namshukuru Mungu leo nimejaliwa kujionea mimi mwenyewe. Na hakika sifa zako hazitendei haki uzuri wako. Sikuwa natarajia kuwa nakutana na uzuri kiasi hichi. Unaitwaje vile? Hivi umetoka kwenye ulikuwa unakuja kutafuta mtu ambaye mfano? Sio kihivyo bali nilikuwa nasikia kwa watu kama unaitwa Linda. Una majina mengi na sifa nyingi mtaani. Lakini mimi binafsi sababu nimeweza kufika hapa ningependelea nikuite my love. Nasikiaje? Na shida? My love. Mbona kama vile haliendi sawa? Habibti, sababu ya Waarabu wako. Nimejua tu hutapenda Kiingereza ndio maana acha nifanye Kiarabu. Habibti, habibati, qalbi ruhi. Zawjati mtarajiwa. Kwa kuwa umekataa majina ya Kiingereza na Kiarabu, basi nikuite Merijani au Merizindigi. Sasa hayo yote yani ya kazi gani? Shida yako ni nini? Hebu simama kwanza kidogo.
Unaonaje? Yaani unataka kunipa tabu? Nipate mume ambaye nikimtizama nachoka shingo. Hayo mapenzi ya kunichosha shingo na kuniumiza. Sio mapenzi. Naumia shingo kivipi? Yaani urefu wako umezidi hata jirafa sio hivi. Yaani umezidi kabisa. Unataka kunipa tabu mimi? Yaani nikitaka kuangalia mume wangu nichoke shingo. Siwezi kufanya mambo kama haya. Kiukweli hata mimi sikutarajia kuwa utakuwa mbilikimo. Lakini kwa kuwa nimefika na wewe upo hapa na angalau Mungu hajakunyima vyote. Kama amekunyima urefu hajakunyima urembo. Kwa hiyo bado niko tayari kama utanipa nafasi. Umeniita mimi mbilikimo? Yaani unanikuta kwetu alafu unakuja kuniita mbilikimo? Mbilikimo mimi? Naongea ukweli. Kwetu unakuja kuniita mbilikimo kwetu. Yaani usinipandishe wazimu kwanza, shika ndilo kule. Ondoka kabla sijafanya maajabu. Na uzuri wangu wote na wanaume ambao wanaonizunguka kila siku unaniita mbilikimo. Je, nikuulize swali. Unatarajia ni hofu maajabu ambayo mbilikimo anaweza kufanyia mtu mrefu? Hiyo ni sawa na mtoto kutaka kupanda mti achukue tunda. Utanishikia lini hapo? Nikufundishe, nikuonyeshe. Sikia. Haujui yenye tunaweza kufanya? Sikia. Tena kwanza tengua kauli. Kusema mimi ni mbilikimo. Alafu ushike njia hilo kuleta uondoke. Sikia. Kama unasema pana wanaume wanakushurukea ni sababu hujui wanawake wanaonishurukea mimi. Sitaki kujua na wala sitojua. La kufanya wewe. Sikia. Shika njia. Sikia. Nitashika njia ila kwa hiari yangu maana sioni hata kuoa na ufupi wako kwa kama unalingana na kimo. Sasa wewe ni mtu ambaye ningesema niwe naye ungehitaji ngazi ili nibusu. Pamoja na yote ungenizalia watoto wafupi ili nibusu mmoja mpaka nipige. Nishangaza hata wewe ningezaa watoto warefu alafu nikitembea nao wananiambia ni kaka zangu. Unaona? Shika njia. Na usinichoshe. Ondoka. Maneno ya mkosaji. Ondoka. Pole yako. Ondoka. Au nataka pole lafu. Mbilikimo bye. Tutazidi. Kama ndio watu warefu kama jirafa sio size yangu bwana. Hata wewe ungenipa tabu. Ngeni sukanyani. Maneno ya nini? Ashi. Yaani ushenza nafika kunitukana kwetu. Ujinga mtu kabisa. Na urefu kama jirafa. Dada. Unajua kwa nini nimekuita hapa? Hapana, sijajua namba niambie. Mimi nimekuitia habari njema sababu leo usiku nimeota naenda kumwoa binti aliyeshindikana. Binti gani huyo kakaangu? Ni binti mzuri jinsi nilivyomuona kwenye ndoto mashallah. Unamfahamu? Mimi namfahamu. Ni nani huyo? Sijui kama nyinyi ni marafiki sababu una marafiki wengi, siwezi nikamjua lakini binti mzuri, familia yake ni ya kicha Mungu. Unaweza kuwa unamjua jina. Ya salam. Jina naitwa Linda. Naitwa Linda. Kakangu. Naam. Ngoja kwanza nisikukate kauli. Linda. Umoja huyo ambaye mimi nafahamu nasikia kila siku sifa zake zinasikilika mtaani. Huyo. Kakangu wewe nakwambia hivi umechanganyikiwa sasa. Umechanganyikiwa. Linda ambaye ameshindikana kwa watu wenye pesa zao, wenye uzuri wao kwa muonekano, wenye kipofu kakangu na ulemavu. Macho yenyewe huna, pesa huna. Kwa kipi haso? Wewe usichanganyikiwe, mimi usianze kunisumbua.
achana na mambo ya Linda, achana na mambo ya ndoto, achana na kila kitu. Hiyo ndoto yako hiyo itaishia njiani juu haitatimia kakaangu. Katika hilo mimi ndoto yangu itakamilika kwa kudra za Mwenyezi Mungu, kwa sababu qadara Allah wa ma shaa faala. Mwenyezi Mungu anachokikadiria kwa ndiye anafanya, na natuambia tumuombe kupitia majina yake mazuri, kwa jina lake ya Musta'an, na imani atunirahisishia jambo langu hili. Kweli mimi ni kipofu kakaangu, nisipate kauli wewe unasema vipi zama hizo za mitume. Hapana, hii miaka yetu una pesa unalo. Mimi sitaki kupoteza kwa sasa. Wewe ndio tumaini langu kabisa na pekee katika hii dunia. Pakitoka Mwenyezi Mungu ni wewe, sina mama, sina baba, sina chochote. Sasa usiende. Nasikia nakosa kama neno ya kusema. Achana na Linda, msahau. Mwenyezi Mungu atakuletea hadhi yako kakaangu. Kweli wanaweza kusema ni zama za mitume, lakini Mwenyezi Mungu anatuambia katika mambo yetu turejee kwa Mungu na mtume. Na imani mimi ni kipofu, maskini wa kutupiliwa, lakini naelewa na imani ya kwamba kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu mimi ni fakiri wa mali, lakini na imani utajiri tu wa moyo, kumcha Allah, kuswali, kufanya dhikri na kuomba, mambo yangu yatanyoka na yataenda sawa. Ndoto yangu hii nishawacha zaidi ya mara 3. Huu ni ujumbe kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kikubwa tu wewe kunipeleka, sababu sipajui. Kwa hiyo kikubwa tu man yatawakkala ala Allah fa huwa hasbuhu. Mwenye kutawakkali kwa Mwenyezi Mungu, basi Allah ndiye anayemtosheleza. Kwa hilo mimi sina shida na Allah, kwa sababu yeye ndo Samiu Mujib, anasikia na anajibu inshallah. Linda, mimi nakusikiliza. Yaani wewe ndio umekuwa mzee mtafutiana watu. Ikisemekana kila mwanamume anayepita lazima kutume kwangu. Leo kama uleta kutoka Kenya, kesho naleta mwenye kwapa. Kama sio wa kwapa, kesho naleta mwenye ajua hata kuoga, mwenye ajua hata kuvaa. Nimekwambia mimi nataka mchumba. Subhanallah, subhanallah. Linda, unajua kama naona kama vile wewe unataka kuelekea kwenye mlango wa kukufuru. Hivi wewe ni mtu gani ambao usielewa neema ambazo Mungu kakujalia? Hivi unazania kuletewa mchumba ni kitu ovyo ovyo tu? Ni kitu ambacho kipo kawaida tu kama vitu tunavyokichukulia? Inakubidi uelewe ya kwamba kuletewa mchumba ni miongoni mwa neema ambazo Mungu amekujalia. Ni wangapi huko nje wanaikaa hata mchumba kuwapa salamu hawana? Leo wewe unaipata hiyo neema, unataka kuikufuru. Mwenye anataka hiyo neema mimi simu. Maana hata sijana saizi yangu. Nimekwambia nina shida ya mchumba. Nguo zangu yao zijui na wala hawezi kuzijua. Kitu ambacho mimi kinanivutia sioni kama wewe unaweza kuvutia. Na sioni kama kuna siku utawahi kukiwa. Kama nguo zako ndo zile zinaniko naona. Sijui uko wapi wewe. Naona tunataka kuelekea sasa kuvulia na heshima hapo. Umetoka kwenye kukufuru, unataka kwenda kunivulia mimi heshima. Sawa? Nawaza haya ndio alikuwa maongezi rasmi ambao umeniitishia hapa. Lakini ningependa ujue kitu kimoja, kwamba mimi ni mtu ambaye ninaheshimika sana kwenye huu mtaa hapa. Ni mtu ambaye ninajua kazi ninayoifanya. Ni mtu ambaye ninaheshimika kwa kile ninachokifanya. Sijawahi kumpelekea mtu mchumba akatoka amemdharau kama giso unavyofanya. Aidha mama wa mwanamke, aidha mama wa mwanaume akajidharau. Lakini wewe ndio unataka kuleta dharau na kebehi. Sawa? Sasa sikilizani nikwambie Linda. Usipojirudia, matatizo atakayokukuta na kuhakikishia Linda, utakuja kujutia. Wewe unajiona huyo uzuri, lakini huyo uzuri hauna thamani kama hauna mume. Uzuri wa mwanamke ni kuolewa. Hicho ukielewa. Aliyekwambia sitaolewa? Kwa nini ndio unanimiliki wewe? Hivi unadhani utampata mwanaume ambaye anakizi vigezo ambavyo unavitaka? Aidha labda unahitaji kujumlia mwanaume ambaye atakaye kuoa.
Nimekwambia wewe mwanzo mwisho uniletea makahaba. Wanaume wachafu sio guzana. Alafu kingine wachafu wanajuana na kumshika njia. Linda, unamaanisha mimi ni mchafu? Nimekutaja. Nimesema tena leo. Shika njia. Nashukuru Linda. Ila haya maneno ninayokuambia ipo siku utayakumbuka. Asante. Nishakwambia kama mimi. Please usinilazimisha. Mimi siwezi kukupeleka kwa Linda, siwezi nishamaliza. Yaani nishamaliza hapa. Dada yangu mimi kikubwa unipeleke. Nipeleke unifikishe mahali. Mimi niko na Allah, sijali, sina uoga. Kakaangu mimi sitaki unilazimishe. Nishakwambia wewe ndio kila kitu kwangu. Wewe ndio baba yangu, wewe ndio yaani ndio kila kitu kwangu. Mimi sitaki uende kule ukadhalilike mbele yangu, sitapenda. Siwezi kukupeleka kule. Mbona hutaki kuelewa? Siwezi kukupeleka kwa Linda kabisa. Hakuna kitu ambacho unaniombaga nikatae, lakini kwa hili naomba uniswame. Sitakupeleka kabisa. Na kikubwa ni kheri kudhalilika, udhalilike kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu mitume wengi walidhalilika. Mimi nikikumbuka walimu zangu walionisomesha wakisema alladhina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Waliambiwa watu wamejikusanya kwa ajili yao, wana vitimbi vingi kwa ajili yao. Yaani wenyewe hawana kauli wala hawana malengo ya kufikia, lakini kauli yao walisema hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Kwa hivyo na wewe sawa, pamoja na yote mimi sijaukatalia, ila mimi nimemaliza kwanza nataka nitoke zangu nikapike huko nikakufulie nguo, vingine vyote nitakufanyia, lakini kupeleka kwa Linda siwezi. Lazima unipeleke, lazima. Hilo ni lazima. Mimi sitaki kadhalilike mbele yangu. Maana hutaki kunielewa. Unafikiri na uspecial gani mbele ya Linda amekataa kila mtu? Kikubwa ni Mwenyezi Mungu ndiye anapanga. Kama amepanga mimi niende, nitaenda. Ni lazima, sio ombi kwanza, hilo ni amri. Unasema mimi kwako ni kila kitu, kama baba, kama nani. Kwa hilo ni amri, kubali, ukatae, uridhie, uwe na hasira. Lazima unipeleke mimi nikakamilishe ndoto yangu niliyoiota, na imani Mwenyezi Mungu ana sababu ya kuniotesha ndoto hii. Wazingatia tu kauli ya Mwenyezi Mungu, hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Mimi usinifanyie hivi, usinikejeli, au ni kwa sababu mimi sioni. Sio hiyo sababu. Mimi na imani ningekuwa naona ningejipeleka. Kikubwa zaidi sasa wewe maliza unamaliza, kama ni leo, kama ni kesho, fungasha safari, mguu mosi, mguu pili, unipeleke kwao. Mimi hicho ndio cha muhimu zaidi. Lakini nataka kukuelewa wani. Au unataka mimi nianze kulia mbele yako na Hapana. Usingoje kufika huko kote. Kwa hivyo sasa hilo ni amri. Kama ni sasa hivi naambia niinuke mguu mosi, mguu pili, twende kama ni kesho. Mimi nishakwambia sitaki macho yako yatoe machozi. Sitaki kabisa, mimi nitakupeleka, lakini nataka kutokea. Tusilaumiane wala tusiulizane. Mimi ufawidhu amri ila Allah. Mimi mambo yangu yote nakuwa namkabidhi Mwenyezi Mungu, kwa sababu ndio mtosherezaji wa waja wake. Kwa hilo wewe usiwe na tatizo. Ya Satar, Mola wetu, tusitiri aibu zetu. Ya Satar, Mola wetu, tusitiri aibu zetu. Ukosefu ni sifa ulotujalia, tutaibika usipotusaidia. Vishawishi ni vingi vinatuzunguka, usipotusitiri wengi tutaumbuka. Ya Satar, Mola wetu, tusitiri
tusitiri aibu zetu. Ya Satar, ya Satar, Mola wetu, tusitiri aibu zetu. Umetupa mwili wenye kutamani, ukatuthamini, ukatupa uhai, ila twakusaliti kwa kutenda maasi. Laani wa Ibilisi kwa kutushawishi. Ya Satar, ya Satar, Mola wetu, tusitiri aibu zetu. Ya Satar, ya Satar, Mola wetu, tusitiri aibu zetu. Karibuni jamani, karibuni. Asante. Karibuni. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Karibuni mkae. Karibuni. 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 Kipofu. Pole sana. Naam. Karibuni jamani, karibuni. Asante. Tuwasaidie nini jamani? Kaka, kama ulivyoniambia nikupeleke kwao na Linda, ndo hapa tumefika. Upande wako wa kulia pako baba yake mzazi. Naam. Inshallah naweza sasa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nyangu, mnaendelea aje? Tunashukuru Mungu. Kheri na nyinyi? Sisi tuko salama. Naam. Mwenyezi Mungu ndo kushukuriwa kwa kila hali. Jalla jalaluhu. Mambo mengine, familia nzima mnaendelea aje? Tunashukuru Allah jalla jalaluhu. Allah. Sisi na nyinyi huko kuna kheri, kwa usalama? Kheri ipo. Mashaallah. Kheri ipo, na hapa unaponiona kuna ndoto ambayo Mwenyezi Mungu ameniletea. Ndoto? Na hiyo ndoto nimeweza kuiota mara 3. Mara ya kwanza nimeiota nikazani labda ni wasiwasi za kibinadamu. Nikaamka, kamlani Ibilisi, nikatawadha, nikalala. Nikafanya hivyo kwa mara 3, nikasema hadha min rabbi, hii ni kutoka kwa Mola wangu. Ndoto yenyewe ilikuwa ikieleza Mwenyezi Mungu amenionyesha kwamba nimemuoa binti yako, kufanikisha kufunga naye ndoa. Basi nikasema kawa hii ndoto imetoka kwa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anafanya kitu kwa kheri yake na wema wake. Nikasema ni lazima niweze kufika hapa, japo vikwazo vingi vimetokea. Dada yangu akawa nakataa, siende huko, binti upo hivi. Lakini nikamwambia qadara Allah wa ma shaa faala. Acha tuende tutimize ndoto ambayo Mwenyezi Mungu ameweza kunitimizia na kunipatia. Basi hilo ndio ujio wangu kufika hapa, ndio ambacho kimenileta kuhusikana na hiyo ndoto inshallah. Hapo anasema anaitwa nani? Anaitwa Wali. Ala. Mashallah. Sasa Bwana Wali, Naam. Una uhakika kama kweli hiyo ndoto inatoka kwa Mwenyezi Mungu au ni kwenye mauzauza tu kujia? Hiyo ndoto Kipi kitakuonyesha, kimaana kitakuwa kujuza kwamba hii ndoto inatoka katika ndoto nzuri ambazo bado umeletewa na malaika wa Mwenyezi Mungu? ni ndoto ambayo nimeweza kuiota. Kaamka nikatawadha, baadhi ya siku nikaswali ili Mwenyezi Mungu anionyeshe njia kile ninachokiota. Ndio maana nikasema acha nihakikishe, maana na imani swala zangu nilizoziswali kwa kuhakikisha hii ndoto ingekuwa si ya kheri, basi Mwenyezi Mungu hangeweza kuidhini niweze kuwasili hapa. Basi hilo. Kwa hiyo huyo kaonesha kama umemuoa binti yangu. Naam, Linda. Na umemuoa. Naam. Karibuni sana tena. Mjomba.
Tuongee kidogo pembeni tujue kama tutawakirimu. Mashallah. Mbona subira kidogo? Na dakika moja. Yaani hapa mjomba. Tunafanyaje? Kama sumi kosi siwezi nikasema ni kheri. Sema taratibu. Anatukana watu wenye hela zao, mavazi yao. Wengine wametoka Ulaya, amewafukuza kama takataka. Itakuwa huyu kipofu. Sisi tunataka kutukogotea sisi lala na mabala hapa. Huyu ni mtihani. Lakini sasa jambo hili najiuliza. Nilikuwa kijana, labda nilikuwa namjua Linda, au labda shaka muona, ningesema labda ni tamaa zake tu. Maana mtu kishakuwa anamtamani mtu unaweza kumuota au kumuota umemuona, lakini sahana macho, hajamuona. Na hamjui. Ndio bado mimi naogopa hii masuala ya kimungu. Ameshakwambia amefanya ibada zaidi ya mara 3 anaota ndoto moja. Na hatuwezi tukamwambia haiwezekani. Hatuwezi tukamfukuza. Basi mwambie ndio tena tunapata. Basi tuombe ndio labda Mungu anaweza kufanya miujiza yake. Simu naenda kumuita Linda, mimi nabaki huko sitaki bala za Linda. Sijapata hata mchumba kunisalimia. Kwa hiyo hii mikosi yake ya kufukuza wanaume na wewe kipofu watu. Najendea chumbani. Naenda kuleta Linda apambane na wageni wake. Kama mimi nimetoka na mimi naingia uchukulie kama mimi sipo. Njoo balafu. Wala siona kitu. Dada. Umekaa upande gani? Naweza kuongea naye vizuri. Mkono wako wa kulia. Damu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mashallah. Sauti nzuri kama sifa zako zinavyoongea. Kiukweli kama ushauri wa dini letu linavyotuambia, mimi nimefika hapa unavyoniona, na sijajielekeza mimi hapa, nimeweza kuelekezwa na Mwenyezi Mungu niweze kuingia katika hii nyumba ya hapa kwenu. Na jambo likubwa, mimi na nia ya kuoa nimesababisha nifike hapa nyumbani kwenu, na hisi wewe ni mcha Mungu, binti ulelewa katika maadili mema ya Kiislamu. Kwa hiyo nilikuwa naomba nafasi kama utojali niweze kuagiza wazee tuiposa, baada hapo tufanye ndoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu inshallah. Kubwa kuliko. Yaani makubwa. Madogo yana nafuu. Hivi. Umetoka huko ulikotoka michoko yote. Unakuja kutafuta mchumba hapa? Na mchumba mwenyewe huwezi kaona ni nani? Yukoje? Anafananaje? kikubwa sio kukujua, kwa sababu vinavyosababisha mwanamke aolewe ni vitu takriban 4, lakini Mtume alituambia fadhfar bidhati dini talibati yadaka. Pupia sana katika upande wa dini, uhai wako utasalimika. Kwa hiyo nahisi na wewe umerithi nyendo za mama yako, na wewe ni mtu mwema, mcha Mungu. Kwa hivyo si hadi nione sura yako, mcha Mungu wako tu unatosha. Naomba uweze kunipokea katika hilo. Wakosa haya wanamjua jamani. Naona umepotea njia kwanza. Cha pili, sahau hapa hakuna cha mchumba wala cha hadithi. Unasikia? Kwanza ungeshika njia ile kuleta ukarudi huko kwenye umetoka. Jamani, nahisi kama umeniletea nuksi. Hivi inafikia wakati naanza kutembelewa na vipofu kama wachumba. Kubwa. Upofu wangu haujawa sehemu ya mimi kudhalilika wala mimi kukosa neema kama hizo. Nimekwambia nimeelekezwa na Mwenyezi Mungu niweze kufika hapa. Haya ni miongoni mwa matatizo madogo
yanawasibu waja wa Mwenyezi Mungu. Mimi sikati tamaa kuwa nimezaliwa hivi. Huenda Mwenyezi Mungu kwa baraka zake na mimi kama macho yangu yatafunguka hapa duniani, huenda akhera nikapata kuwaona hata wale waliokuwa ndugu zangu. Kwa hivyo hilo lisiwe shida kwako. Kikubwa ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Yani Mola wetu, tusitiri aibu zetu. sitaki. Nishakatawa zaidi hapa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ndugu yangu. Kweli ndugu yangu. Macho yangu maskini mimi. Peleka upofu kwenu. Na ichosha. Kwa yaoni tena hivi. Ndugu yako mwenyewe. Kweli unachukua chai. La ilaha illallah. Macho yangu mimi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dada nipepee macho yangu mimi. Unachukua macho unaongeza upofu zaidi. Ya salam. Ya subhanallah. Kuna nini? Ya Musaad. Twende, simama twende. Hiyo nafasi ya kubakia hivyo anakuuliza fanya hivi. Kuna nini? Imekuaje? Asante kwa kutupokea ila dada. Haifai. Yangu brenda natabia ndio mshainga moto. Kaka twende bali tusame. Kaka twende. Sio Mimi ninyoa jambo langu kwa Mungu. usisemi hivyo kaka. Alhamdulillah. Hapana usisemi hivyo kaka. Jambo langu kwa Mungu. Subhanallah. Linda. Allah Akbar.